Bwana umjalie raha ya milele na nuru ya milele imwangazie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, tuliokusanyika hapa, karibuni sana tushirikiane katika kumwombea na kumsindikiza huyu ndugu yetu, mama yetu, jirani yetu, mwamini mwenzetu, mwana moyo mtakatifu na vyama vingine vya kitume alivyojiunga navyo katika safari yake ya mwisho. Kwa kuwa ni mama katika familia, tunasema poleni sana watoto na wanafamilia wote kwa msiba huu mkuu. Ni msiba mzito unaohitaji imani kuweza kuupokea na kuyaweka yote mikononi mwa Mungu. Tunafanya ibada hii ya kuuaga mwili na kumsindikiza kwenda kwenye malalo ambayo yameandaliwa huko katika parokia ya Potwe. Niombe basi katika hili tuzidi kumwombea katika safari yake hii ya mwisho, Mungu aweze kumpokea na amweke miongoni mwa wateule wake. Hilo ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu.
mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu. Yeye aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Mimi huona uzima, yeye aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lililoandikwa na Mathayo. Injili ya Mathayo sura 25 mstari wa kwanza mpaka 13. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao. Wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote walisinzia, kalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, teni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara waliwajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Tafadhali shikeni njia mwende kwa wauzao kanyeni. Hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na hao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Neno la Bwana. Tafakari kwenye masomo yetu inatuonyesha kwamba Mungu hana upendeleo katika kila taifa. Mtu anayemcha Mungu kupendeza. Kumcha Mungu ni kuwa na matendo mema. Kumcha Mungu ni kuwa na mahusiano na matumaini naye, kwamba Mungu ndiye muumba wako, Mungu ndiye Bwana wa maisha yako, na kumwamini Bwana wetu.
kwamba tunamwombea katika imani ile aliyoishika kwenye maisha yake. Ameishika imani ya Kikristo na msalaba ulio katika jeneza lake unaashiria njia aliyoishika kwenye maisha yake, ndiyo njia aliyofuata Bwana wake. Injili takatifu inatuonyesha kwamba wanawali hawa 10 wote walipewa. Injili takatifu inatuonyesha kwamba wanawali hawa 10 wote walipewa huruma, basi huruma yako na kadhalika. Maandiko matakatifu yanatufariji na kututia moyo kwamba tunapotenda wema hapa duniani tutapata fadhila mbinguni, kwa kuwa katika hayo ndiyo ambayo Mungu anatuweka wazi kwamba tunaishi kwa kuwa tumeumbwa, lakini tulibatizwa. Katika kubatizwa tulikufa pamoja na Kristo na tukazikwa pamoja naye, tukafufuliwa, tukawa tuna maisha mapya, maisha ya kushiriki uzima wa milele. Kwa tunatembea tukijua ya kwamba tuna majukumu Mungu aliyotupa na wajibu wetu kuyatekeleza. Kwa sababu hiyo basi, maandiko matakatifu yanatuonyesha katika Ufunuo 14 mstari wa 13 unasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Leo tunapomsindikiza mama yetu, tunafahamu kwamba mpaka tumekusanyika hivi, huyu mama hakuwa mtu mbaya kwenye maisha yake hapa duniani. Ameishi na watu vizuri, amekuwa mtu wa majitoleo ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Kwa sababu hiyo, katika hali hiyo, maandiko haya yanatupa sisi faraja kwamba matendo yake aliyowatendea wenzake, matendo yake aliyotenda kwa kanisa la Mungu yatafuatana naye kwenda mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, niwaombe sana kwa nafasi hii tuzidi kutiana shime na tuzidi kuiga mfano wa mama yetu ambaye kwa muda wote tulioweza kuishi naye na kumfahamu, sote naamini tutasema mema na kila mmoja ana mengi ambaye anaweza kuzungumza juu yake. Navyomfahamu mimi, mama huyo alikuwa mama mpenda kanisa, na katika upendo wake ulikuwa ana upendo wa juu. Kuna wakati aliniambia, baba paroko, mimi nimetamani kwa muda mrefu eneo langu lile pale karibu na kanisa lichukuliwe na kanisa. Nafanya haya kwa moyo wangu kabisa, na hili si kwamba nalifanya kwa moyo wa futo. Kwa upendo huo anadhihirisha kwamba kanisa la Mungu wake ni bora zaidi kuliko kingine, na majitoleo haya sio siri, ameyafanya wazi, na hivyo tuombe tu Mungu atutie nguvu, nia yake itekelezeke kama alivyo tutamkia. Kwa nafasi nyingine pia tunapomsindikiza, tuone pia hata na sisi tunaalikwa kuendelea kutafakari upendo wetu, na sisi tunajifunza nini kwa wenzetu. Tumuombee huyu mama, tuige mfano wake, kama ambavyo neno la Mungu pia linazidi kutusisitiza kwamba kuishi ni kwa mapenzi ya Mungu, lakini kuishi
hapa duniani ni mahali ambapo tunapaswa pia kuangalia ni mapenzi yake Mungu anatujalia tunaishi, lakini mwisho wa siku pia tunafarijiwa kwa neno lake Mungu kwamba tutaishi milele. Wafilipi 1 mstari wa 21 mpaka 23 tunasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ninasongwa na mambo mawili, nina shauku ya kuondoka nikakae pamoja na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Paulo anatufundisha ya kwamba kifo si laana, kifo ni hatimaye ya maisha yetu. Katika yote aliyofanya, katika yote aliyokusudia katika maisha yake, yale aliyoyakamilisha, Mungu azidi kumsaidia na yawe thawabu kwake, na yale ambao pengine ametuachia hatuja yakamilisha, basi Mungu atusaidie yaweze kukamilika. Raha ya milele impe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele impe Bwana, apumzike kwa amani. Historia fupi ya marehemu Rose Bartholomayo Bendera. Kuzaliwa. Marehemu Rose Bartholomayo Bendera alizaliwa mnabatizwa katika Katoliki parokia ya Potwe, jimbo la Tanga mnamo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 1952. Pia alipata sakramenti ya kunyo na kipaimara mnamo tarehe 29 mwezi wa 10 1961 katika parokia ya Potwe. Elimu. Marehemu Rose Bartholomayo Bendera alisoma shule ya msingi Potwe iliyopo katika kijiji cha Potwe, wilaya ya Muheza, mkoa wa Tanga, kuanzia mwaka 1958 mpaka mwaka 1961. Marehemu Rose Bartholomayo Bendera alikuwa akijishughulisha na shughuli za kilimo na ufugaji enzi za uhai wake, akiwa katika kijiji cha Potwe, Lusanga, Mkumburu, kisha kijiji cha Kirare kilichopo wilaya ya Tanga, mkoa wa Tanga. Kazi hizo alizifanya mpaka umauti ulipompata. Ndoa. Marehemu Rose Bartholomayo Bendera alifunga ndoa takatifu Katoliki na Michael Kalage, ambaye naye ni marehemu mnamo tarehe 8 mwezi wa 10 1967, na kubahatika kupata watoto 6, wa kiume 3 na wa kike 3, ambapo watoto 2 wako mbele za haki. Pia ameacha wajukuu 5. Maisha yake kwa ujumla. Marehemu Rose Bartholomayo Bendera alikuwa ni mlezi wa karibu wa familia zote. Alikuwa ni mwepesi wa kuacha shughuli zake na kwenda kushughulikia jambo la mtu mwingine. Alipenda Mungu na kumtumikia kwa moyo wote, kwa akili zake zote na kwa nguvu zake zote katika kipindi chote cha uhai wa maisha yake. Wasifu wa Rose Bartholomayo Bendera Imani. Marehemu Rose Bartholomayo wakati wa uhai wake aliwahi kushika nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwemo: 1. Mtunza fedha wa Jumuiya ya Malaika Mkuu Mikaeli. Namba 2. Mtunza fedha wa Moyo Mtakatifu wa Yesu mpaka umauti ulipomfika. 3. Alikuwa mwenyekiti wa Karismatiki Kigango. 4. Alikuwa mtunza fedha wa Wawata Kigango mpaka kifo kilipompata. 5. Alikuwa ni mzee na mshauri wa maendeleo ya Kigango. Namba 6. Alikuwa ni mwanakwaya
wa kwaya ya liturujia. Ugonjwa na kifo chake. Marehemu Rose Bartholomayo Bendera alikuwa akisumbuliwa na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Mnamo mwezi wa 4 mwaka 2026, marehemu alianza kujisikia maumivu makali ya tumbo. Ndipo hatua zilichukuliwa za kumpeleka kupata huduma katika zahanati ya Potwe, kituo cha afya cha Zanet, na baadaye ilipelekwa hospitali teule ya Muheza na baadaye katika hospitali ya Masiwani zote za mkoa wa Tanga. Hatimaye alipelekwa Dar es Salaam hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu zaidi. Ndipo alipewa rufaa ya kwenda hospitali ya taifa ya Muhimbili Mlongazira kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Alilazwa kwa takribani wiki moja na alipata nafuu na kuruhusiwa. Lakini mnamo tarehe 13 mwezi wa 7 2026 hali ilibadilika. Alikuwa akijisikia maumivu makali sana. Ndipo aliporudishwa tena Muhimbili Mlongazira. Pamoja na jitihada za madaktari, Mungu alimpenda sana. Ndipo ilipofika saa 6:30 usiku wa tarehe 14 mwezi wa 7 2026, mama yetu mpendwa alitutoka katika dunia hii. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie kwa amani. Amina. Basi huo ndio mwisho wa historia fupi ya marehemu. Basi shukrani. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa maisha ya mama yetu mpendwa aliyomjalia. Pili, tunawashukuru madaktari na manesi kutoka zahanati zote za hospitali zilizotajwa katika historia fupi ya marehemu. Tatu, tunamshukuru baba paroko kwa kukubali kuja kuadhimisha hiyo takatifu na kumwombea mama yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Alaikum. Najua tuko wote pamoja, wote ni watoto wa Mungu. Basi mimi kama Bendera na mwenyekiti wa parokia Wawata parokia Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu pale barabara 20. Kwa kweli tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana. Wawata wote, kuna mke wetu Mkatoliki mbatizwa ni Wawata. Tumekuja mapema tuliposikia habari hii ni alfajiri, pamoja na wenzangu na mpango wengine wa parokia na Catherine hapa, wengine wako mjini. Tumekuja kumsindikiza mwenzetu mama yetu. Kutokana na historia yake, basi na sisi inabidi tumuunge mkono, tuonyeshe, kwa sababu maisha ya binadamu yote yale ni barua iliyoandikwa, hivyo tumeisoma na tumesomewa hapa. Hivyo wakina mama wenzangu, naomba tujifunze kutokana na maisha ya dada yetu Rose Bartholomayo Bendera. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Rambirambi zetu tutatoa hapo tutakapofikia. Basi baada ya mama watu, naomba kwa haraka mama moyo kiongozi wa moyo. Sauti. Asante sana. Sisi kutoka barabara 20 na kijango cha mkazi ndani. Sisi ni familia moja. Sisi familia tatiani pole. Na sisi tuna taratibu zetu. Basi msiba kama hivi na wanasema mwenzetu tuna taratibu na kuomba misa 10 na pia sisi tukiwa kama huyu akiwa kama mwanachama mwenzetu na tunakuwa na taratibu za kutoa rambirambi, na rambirambi tunatoa kulingana na utaratibu.
sana wanakurasini. Raha ya milele umpe Bwana. Pumzike kwa amani. Amina. Milele amina. Ndugu zangu, awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha, kutupa afya. Mapenzi yake yeye ametenda haya katika mema. Hakuna hesabu mbaya mbele za Mungu. Kila tukio, kila kanyago, kila mwendo na kila hatua ni matekelezo yake. Kwa mapenzi yake mema nitoe shukrani sana kwake. Lakini pia ni washukuru wote ikianzia kupitia imani ya marehemu kwa maana ya Kanisa Katoliki, kigango chake parokia ya barabara 20 Santa Teresa sana, bila kusahau jimbo zima la Tanga. Hata hivyo, washirika mbalimbali na makundi mbalimbali ndani ya imani ya kiroho. Hata hivyo pia nishukuru pia na watu wa madhehebu mbalimbali kupitia imani ya Kikristo. Hata hivyo ni washukuru pia madhehebu mengine. Wale wenzangu Waislamu pia na washukuru sana kwa wao kujitoa, kujisogeza, kwa kuwa jambo hili halihesabu dini, itikadi, rangi wala kabila. Wote tutahesabika kupitia njia hii. Lakini pia nishukuru sana kwa uwepo wenu, na pia mmetujenga na kutufariji kama familia, na sisi tunamshukuru mno. Mmetupa nguvu na yale yote tuliyopambana nao toka hatua ya kwanza ugonjwa wa mama yetu Rose Bartolomayo Bendera. Mmetufanya tumepoa, mioyo yetu imeshiba na tumekuwa na nguvu na matumaini mbele za Mungu. Hakika mimi nasema Mungu atajaza na kulipa pale mlipotoka. Lakini hata hivyo nishukuru ushiriki wa watu mbalimbali ndani ya halmashauri, nje ya jiji. Hata hivyo na wenzetu pia kutoka visiwa vya Unguja na Pemba, bila kuwasahau ndugu zangu wote wanaozunguka wilaya ya Tanga kwa maana ya Pangani, Muheza, Korogwe, wale wa Mkinga, bila kuwasahau na maeneo mengine mbalimbali, Dar es Salaam ikiwepo Arusha, Kilimanjaro yake, kanda ya Ziwa pia nashukuru pia. Hata hivyo wale wa kanda za magharibi, mpakani mwa nchi, wale wenzangu kutoka Rorya kule, hata wale wa kule Silari na Kigoma na washukuru pia. Niliyopo hapa mbele ni mmoja kati ya watoto wa marehemu Rose Bartolomayo Bendera. Kwa jina ni Dennis Michael Karagi. Sisi ni familia, tulizaliwa watoto 6 kama tuna historia. Tunabaki ni 4. Hakika tumeshukuru kwa namna mlivyotujenga. Lakini ndani ya kizazi changu tupate somo na kujifunza, kujijenga katika imani, kujengea katika watu kwa mapenzi ya Mungu, ndio tunapata hifadhi za Mungu. Kwa kuwa matendo mema haisha mama sogea hapo, kanyaga miti wala majani, kuishi katika lugha, kutoa taswira mbele ya jamii na kuikubali jamii na kuijiongelea, kwani ukiwa pole, hakika mbele za Mungu utainuliwa na kuwa mwerevu. Amina. Hata hivyo pia nitoe shukrani sana kwa mamlaka zote za kiserikali. Hata hivyo niwashukuru pia viongozi wa vyama mbalimbali. Nimeona wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya kata, na nimepata salamu pia kutoka ujumbe wa wilaya, nishukuru sana. Hata hivyo na wale wa vyama vingine pia na washukuru, na pia majirani mbalimbali na ndugu na jamaa na marafiki, mabibi na mabwana, nimeshukuru wote. Amen. Nitoe pongezi kwa juhudi za madaktari. Hospitali zote zile tunatoa shukrani sana kwa hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Madereva wetu kwa hakika wamefanya kazi kubwa kutoka mpaka hapa, na hakika naomba Mungu watangulie msafara huu uende vizuri, na kisha baada ya maziko pia warejeshwe salama. Nishukuru pia Mungu kwa kuongoza paroko wetu kufika hapa na watumishi wake kwa pamoja, makatekista, waweka hazina, wazee wa kanisa na makundi yote kwa jumla. Niseme asanteni sana. Mimi sina cha kuongeza, ila nasema sisi kama familia ahadi yetu ni ile ile. Kanisa hatutalisahau wala kulitupa kamwe. Hii ni ahadi nilitoa mbele ya Padre Maganga wakati ule akiwa ni paroko hapa katika Santa Teresa, wakati wa mazishi ya baba yetu marehemu Michael Mandia Karagi. Asanteni sana wote, na mshukuru na Mungu atuongoze vema. Amina. Mengine mengi. Shukrani sana. Amina. Buriani itakwenda kamilishwa huko kwenye maziko, lakini basi taarifa ambayo tuko nayo kulingana na muda, basi taomba picha ya mama yetu Rose iwekwe mahali pazuri na wanaoaga wapite mbele yake,
kuna wanaokwenda watamalizia huko Potwe, na wale ambao wanabaki hapa hawatakwenda, basi tupite mbele ya picha hiyo ambayo itakuwa imeshikiliwa, na hivyo basi tutoe heshima zetu za mwisho, basi safari iweze kuanza. Tumwombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemwita ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Kwa kuomba Bwana umpokee huyo ndugu yetu katika safari yake ya mwisho, umjalie apate uzima wa milele katika utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho kwa miongoni mwa watakatifu na wateule wako milele na milele. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Baada wetu kwa jina la Bwana. Bwana abariki. Tuombe. Mungu uliye kiongozi na Mungu wetu mkuu, tunakuomba utuongoze katika safari tunayoanza sasa kuelekea tunapomsindikiza mtumishi wako Rose. Tulinde na hatari zote za njiani. Malaika wako watakatifu watutangulie, mbele wawe nyuma, juu na chini, kushoto na kulia, tuweze kufika huko salama na kuyatekeleza yote, hatimaye tuweze kurudi salama kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu. Bikira Maria msaada wa wasafiri, Bikira Maria msaada wa wasafiri, Bikira Maria msaada wa wasafiri. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Wabariki